Lami ilikuwa ikirarua ngozi yake alipokuwa akijivuta kwa kutambaa. Kila hatua ilimkaribisha zaidi kwenye siku kuu ya binti yake. Lakini macho yao yalipokutana ukumbini kwenye mahafali, binti huyo alichagua maisha yake mapya badala ya baba aliyetoa kila kitu kwa ajili ya ndoto zake. Sabrina alikuwa amesimama mbele ya kioo chake kikubwa. Alikuwa akijifunza kutabasamu kwa mara ya 100 wiki hiyo. Kesho ilikuwa siku yake ya mahafali na kila kitu kilipaswa kuwa kamilifu. Baba yangu alikufa nilipokuwa mdogo, alikuwa akijiambia. Alikuwa mtu mzuri, lakini amekufa kwa miaka mingi sasa. Huu ndio ulikuwa uongo aliokuwa akisimulia kila mtu. Rafiki zake waliamini. Walimu wake waliamini. Na la muhimu zaidi, Ezra aliamini. Ezra alikuwa mchumba wake na walikuwa karibu kuoana. Familia ya Ezra ilikuwa na hela nyingi na waliishi kwenye sehemu nzuri sana ya mji. Walifikiri Sabrina alitoka kwenye familia nzuri pia. Hawakujua ukweli kuhusu baba yake. Ukweli ni kwamba Ezekieli, baba yake Sabrina, bado alikuwa hai. Lakini hangeweza kutembea tena. Miaka 3 iliyopita alipata ajali mbaya. Lori kubwa lilimgonga alipokuwa akivuka barabara. Daktari aliokoa maisha yake, lakini miguu yake haingeweza tena kufanya kazi. Ezekieli alikuwa akiishi katika nyumba yao ya zamani upande wa pili wa mji. Nyumba ilikuwa ndogo na ilikuwa ikidhoofika. Rangi ilikuwa ikitoka ukutani na paa lilivuja mvua ikinyesha. Ezekieli alitumia siku zake kwenye kiti cha magurudumu, akisoma vitabu vya zamani na kusubiri. Alikuwa akisubiri Sabrina amtembelee. Lakini hakuwahi kuja tena. Sabrina alihama mara tu baada ya ajali. Aliwaambia watu wote kuwa baba yake alikufa. Ilikuwa rahisi hivyo. Hakutaka watu wamwonee huruma. Hakutaka familia ya Ezra yenye hela kufahamu kuwa anatoka katika nyumba masikini na iliyovunjika. Wakati Sabrina alikuwa akijifunza uongo wake, Ezekieli alikuwa ameketi kando ya dirisha. Alikuwa akiangalia barabara, akitumaini kumwona binti yake akielekea nyumbani. Lakini barabara ilikuwa tupu, kama ilivyokuwa kila siku kwa mwaka mzima. Bwana Tatu, jirani yao, alikuwa akipita na mbwa wake mbele ya nyumba ya Ezekieli. Alimuona ameketi dirishani na akampungia mkono. Ezekieli alipunga mkono pia, lakini tabasamu lake lilikuwa la huzuni. Bwana Tatu alibisha hodi dakika chache baadaye. Ezekieli, nimesikia habari, alisema alipofunguliwa mlango. Nilikuwa sokoni leo na niliwasikia watu wakiongea kuhusu mahafali ya chuo kikuu kesho. Walitaja jina la Sabrina. Anahitimu kwa heshima za juu. Mikono ya Ezekieli ilianza kutetemeka. Mahafali? Kesho? Ndiyo, kesho asubuhi. Hakuambia wewe? Moyo wa Ezekieli ulijisikia kama umevunjika vipande 1,000,000. Binti yake anahitimu chuo kikuu na hakumwambia hata kidogo. Ilikuwa inapaswa kuwa siku yenye furaha zaidi ya maisha yake. Alikuwa amejitahidi sana kuweka akiba kwa ajili ya masomo yake. Alikuwa ameuza karibu kila kitu walichokuwa nacho ili kumlipia shule. Na hakutaka awepo. Baada ya Bwana Tatu kuondoka, Ezekieli alikaa kwenye sebule yake yenye giza. Alikuwa analia, lakini pia alikuwa akifikiria. Binti yake alikuwa anamuonea aibu. Aibu kwa sababu hawezi kutembea tena. Aibu kwa sababu walikuwa maskini. Aibu kwa sababu nyumba yao ilikuwa ya zamani na imeharibika. Lakini bado alikuwa binti yake. Na kesho bado ilikuwa siku muhimu zaidi ya maisha yake. Ezekieli alifanya uamuzi ambao ungebadilisha kila kitu. Jua halikuwa limechomoza bado Ezekieli alipoanza kujiandaa. Alikuwa macho usiku kucha akipanga safari yake ya kuelekea chuoni. Chuo kilikuwa maili 15 kutoka hapo na hakuwa na gari.
Hakuwa na hela ya teksi. Kiti chake cha magurudumu kilikuwa cha zamani na kilichoharibika mno kwa safari ndefu kama hiyo. Lakini Ezekieli alipata wazo. Alipata kamba ya zamani kwenye gereji. Ilikuwa nene na imara. Alifunga ncha moja kiunoni na kushikilia nyingine kwa mkono. Alikuwa anajiandaa kutambaa kuelekea kwenye mahafali ya binti yake. Ezekieli alitoka nyumbani kabla giza halijaisha. Alifunga mlango na kuweka funguo chini ya sufuria ya maua. Hakujua kama angewahi kurudi. Barabara ilikuwa tulivu na tupu. Ezekieli alijilaza chini na kuanza kutambaa. Kamba ilimsaidia kujivuta mbele. Mikono yake tayari ilikuwa inakatwa na lami, lakini hakusimama. Baada ya saa moja, jua lilikuwa likichomoza. Ezekieli alikuwa ametambaa maili 2, lakini tayari alikuwa amechoka sana. Mikono yake ilikuwa inauma na ilikuwa imejaa damu. Lakini aliendelea. Ndipo alipokutana na Stella. Stella alikuwa mwanamke wa makamo aliyekuwa amesimama mbele ya mkahawa mdogo. Alikuwa analia na kuweka kibao cha kimefungwa mlangoni. Kuna nini? Ezekieli aliuliza akisita kupumzika. Lazima nifunge mkahawa wangu, Stella alisema. Siwezi tena kulipa kodi. Hii ilikuwa ndoto yangu, lakini sasa imekufa. Ezekieli alihisi huzuni kubwa kwa Stella. Aliingiza mkono mfukoni na kutoa dola zake 5 za mwisho. Ilikuwa hela aliyohifadhi kununua chupa ya maji. Chukua hii, alisema akimpa Stella pesa. Siwezi kuchukua pesa zako. Waonekana unazihitaji zaidi kuliko mimi. Tafadhali chukua. Ndoto ni muhimu. Usikate tamaa. Stella alichukua pesa, macho yake yakiwa yamejaa machozi. Wewe ni mtu mwema sana. Jina lako nani? Ezekieli. Endelea kupigania ndoto yako, Ezekieli. Wakati Ezekieli alikuwa karibu kuondoka, Stella alimuita. Subiri. Kwa nini unatembea kwa kutambaa? Nini kilikusibu? Ezekieli alimwonyesha albamu ya picha. Naenda kumwona binti yangu akihitimu leo. Hajui kama nakuja. Stella alipitia picha hizo na kuanza kulia tena. Ni mrembo sana. Lazima unajivunia sana. Najivunia. Lakini nahisi ananiabikia. Siwezi kutembea tena na sisi ni maskini. Hajaniangalia hata mara moja kwa zaidi ya mwaka mmoja. Stella alimpigia magoti Ezekieli. Nisikilize. Binti yoyote angebarikiwa kuwa na baba anayempenda hivi. Unachokifanya leo ni kitu kizuri zaidi ambacho nimewahi kuona. Ezekieli alitabasamu, lakini macho yake yalikuwa ya huzuni. Natumaini ataona hivyo. Stella alimsaidia Ezekieli kufunga vidonda vyake kwa vitambaa safi kutoka kwa mkahawa wake. Kuna kitu kingine nataka nikupatie, alisema. Aliingia ndani na kurudi na shada dogo la maua. Haya yalikuwa kwa ajili ya meza, lakini nataka umpe binti yako. Kila msichana anastahili maua siku ya kuhitimu. Ezekieli alifunga maua hayo kwa uangalifu kando ya albamu ya picha kwenye vazi lake. Asante, Stella. Umenipa tumaini. Ezekieli aliendelea kutambaa, akimwacha Stella amesimama pale akimwangalia kwa machozi. Alimtazama hadi alipogeuka kona, kisha akamwombea kwa sauti ya chini yule baba jasiri aliyekuwa akielekea kwenye mahafali ya binti yake. Lakini safari ya Ezekieli ilikuwa karibu kuwa ngumu zaidi. Alipoingia kwenye mtaa wa chuo kikuu, mvua ilianza kunyesha. Barabara zikawa za utelezi na kamba yake ilizidi kunaswa kila mara. Magari yalimpiga maji kwa kasi yalivyokuwa yakipita. Nguvu za Ezekieli zilikuwa zimeisha kabisa. Alikuwa ametambaa kwa zaidi ya saa 12 sasa na mwili wake ulikuwa unakataa kuendelea. Lakini aliweza kuona jengo la chuo mbele yake.
Ezekieli alikuwa akivuka barabara yenye shughuli nyingi wakati taa zilipobadilika. Magari yalianza kumpulizia honi. Alikuwa akitembea polepole sana na msongamano wa magari ukaanza kutokea. Watu walikuwa wakikasirika. Askari mmoja wa trafiki aliona vurugu hiyo na akamkaribia. Bwana, huwezi kuwa barabarani hivi, askari alisema. Ni hatari na unazuia magari. Tafadhali. Ezekieli alisihi. Binti yangu anahitimu kwa saa moja. Nimetambaa kwa saa 12 kuja hapa. Niko karibu kufika. Askari alimtazama Ezekieli. Alikuwa amefunikwa na matope na damu. Mavazi yake yalichanika. Alionekana kana kwamba angeanguka wakati wowote. Bwana, nafikiri unahitaji kwenda hospitali. Hali yako ni mbaya. Siendi hospitali, Ezekieli alisema kwa msimamo. Si hadi nimuone binti yangu akihitimu. Askari huyo alishangazwa. Alitaka kumsaidia Ezekieli, lakini pia alilazimika kuweka usalama barabarani. Watu walikuwa wakikusanyika na baadhi yao walikuwa wakichukua picha kwa simu zao. Jina la binti yako ni nani? Akauliza askari. Sabrina Obina. Anahitimu kwa heshima za juu leo. Askari alipiga simu kwa chuo kikuu. Baada ya dakika chache alirudi kwa Ezekieli. Nimeongea na ofisi ya mahafali. Sherehe ilianza dakika 15 zilizopita. Binti yako tayari amepokea cheti chake. Moyo wa Ezekieli ulivunjika vipande. Alikuwa amechelewa. Baada ya kutambaa kwa saa 12, baada ya kutoa kila kitu alichokuwa nacho, alikuwa amekosa mahafali ya binti yake. Ezekieli alianguka juu ya lami yenye mvua. Alikuwa analia kwa uchungu hadi mwili wake mzima ulikuwa ukitetemeka. Lakini kisha jambo la kushangaza lilitokea. Msichana kijana kwenye umati alijitokeza. Samahani afande. Nilikuwa kwenye mahafali. Bado wanaendelea kugawa vyeti. Sherehe haitamalizika kwa saa moja ijayo. Askari alionekana kuchanganyikiwa. Lakini niliwapigia simu. Labda uliongea na ofisi isiyo sahihi, msichana alisema. Mimi ni mwanafunzi pale. Sherehe bado inaendelea. Ezekieli alitazama juu kwa matumaini. Kweli? Kweli kabisa, msichana alisema. Na kama unataka, naweza kukusaidia kufika haraka zaidi. Jina la msichana huyo lilikuwa Triza na alikuwa mwanafunzi wa uuguzi. Alikuwa amemwona Ezekieli akihangaika na alitaka kumsaidia. Alikuwa na kiti cha magurudumu kwenye gari lake alichotumia kwa mafunzo ya vitendo. Unaweza kutumia hiki, Triza alisema, akileta kiti cha magurudumu. Ni haraka zaidi kuliko kutambaa na utakuwa na nguvu zaidi ukifika. Ezekieli alikuwa na shukrani kubwa kiasi kwamba alianza kulia tena. Kwa nini unanisaidia? Kwa sababu, Triza alisema, naona jinsi unavyompenda binti yako. Na kila baba anastahili kumwona mwanawe akihitimu. Triza alimsaidia Ezekieli kukaa kwenye kiti cha magurudumu. Alimsaidia pia kufuta matope usoni na mikononi. Maua kutoka kwa Stella yalikuwa yamesinyaa kwa mvua, lakini Triza alijitahidi kuyaweka vizuri. Sasa, Triza alisema, unakaa kama baba mwenye fahari anayeenda kwenye mahafali ya binti yake. Ezekieli alijisukuma kuelekea chuo kikuu, huku Triza akitembea pembeni kuhakikisha yuko salama. Nyuma yao, umati wa watu waliokuwa wamemshuhudia Ezekieli wakipambana walikuwa wakifuta machozi. Walipofika kwenye ukumbi wa mahafali, Triza alimbana bega Ezekieli. Bahati njema, alisema. Natumaini kila kitu kitaenda vyema na binti yako. Ezekieli alipumua kwa kina na kujisukuma kuelekea mlangoni. Hatimaye alikuwa amefika.
Baada ya saa 13 za mateso, baada ya kutambaa maili 12 na kisha kusaidiwa katika hatua za mwisho, alikuwa karibu kumwona binti yake akihitimu. Lakini hakujua kwamba sehemu ngumu zaidi ya safari yake ilikuwa mbele yake. Sherehe ya mahafali ilikuwa inaendelea. Ezekieli alipoingia chuoni, alisikia muziki ukipigwa na watu wakipiga makofi. Mamia ya familia walikuwa wakielekea kwenye ukumbi mkubwa wakiwa wamevalia mavazi mazuri. Ezekieli alijiangalia. Nguo zake zilichanika na zilikuwa chafu. Mikono yake ilikuwa imejaa damu na bandeji alizotengeneza kwa vipande vya shati lake. Alionekana wa kuhuzunisha. Lakini alikuwa amefika. Ndani ya ukumbi, Sabrina alikuwa akiandaliwa pamoja na wahitimu wengine. Alikuwa amevaa kofia na joho la mahafali na alionekana mrembo sana. Lakini pia alikuwa na wasiwasi mkubwa. Ezra alikuwa ameketi mstari wa mbele na wazazi wake. Baba yake alikuwa wakili maarufu na mama yake alikuwa anamiliki biashara kadhaa. Walikuwa matajiri sana na walitarajia kila kitu kiwe kamilifu. Nimefurahi sana hatimaye kukutana na familia ya Sabrina, mama wa Ezra alikuwa akisema. Ni huzuni kwamba baba yake alikufa, lakini nina uhakika jamaa zake wengine watakuwa wazuri sana. Ezra alitikisa kichwa, lakini alikuwa na mashaka kidogo. Sabrina hakuwa akiongea sana kuhusu familia yake. Kila alipouliza, Sabrina alibadilisha mada. Lakini alimpenda, hivyo hakusisitiza. Nje, Ezekieli alikuwa anajivuta kuelekea mlangoni mwa ukumbi. Watu walikuwa wakimwangalia na kunong'onezana. Walinzi wa usalama walikuwa wakimtazama kwa makini. Tumzuie mlinzi mmoja akauliza mwenzake. Sijui. Haonekani kuwa na madhara. Anaonekana mwenye huzuni tu. Ezekieli hatimaye alifika mlangoni. Mwanamke mmoja mwenye huruma alimsaidia kusimama na kushikilia kamba yake. Miguu yake haingeweza kumhimili, lakini angeweza kusimama kwa dakika chache kama akijiegemeza. Sherehe ilikuwa inaendelea. Mkuu wa chuo alikuwa anazungumza kwenye kipaza sauti. Waheshimiwa wageni, karibu kwenye sherehe yetu ya mahafali. Leo tunasherehekea mafanikio ya wanafunzi wetu wapendwa. Ezekieli aliingia kimya kimya na kupata sehemu ya kukaa nyuma kabisa ya ukumbi. Alijaribu kuwa mtulivu na kutosumbua mtu yeyote. Alitaka tu kumwona binti yake akipokea cheti chake. Kisha akamwona. Sabrina alikuwa ameketi na wahitimu wengine na alionekana mrembo kupita maelezo. Moyo wa Ezekieli ulijaa fahari na upendo. Maumivu yote ya safari yake yalitoweka kwa muda mfupi. Huyu alikuwa binti yake mdogo, sasa akiwa mwanamke aliyehitimu. Lakini Ezekieli aliona kitu kilichomfanya asisimke kwa baridi. Mstari wa mbele walikuwa Ezra na familia yake. Ezekieli aliwatambua kutoka kwenye gazeti. Walikuwa miongoni mwa watu matajiri zaidi jijini. Na walikuja kwa ajili ya Sabrina. Ezekieli alitambua kwamba binti yake hakuwa tu anamuonea aibu. Alikuwa anaishi maisha tofauti kabisa. Alikuwa anajifanya mtu mwingine. Mkuu wa chuo alianza kuita majina ya wahitimu kupokea vyeti vyao. Maria Elena Michael James Harrison Sabrina Ross Obina. Ezekieli alishtuka aliposikia jina la binti yake. Alianza kusogea mbele akijaribu kukaribia jukwaa. Alitaka kupiga makofi kwa ajili yake. Alitaka amuone na kujua kwamba baba yake anajivunia sana. Lakini Sabrina alipokuwa akivuka jukwaa, alimwona Ezekieli ndani ya umati. Macho yao yalikutana kwa sekunde moja tu. Ezekieli alikuwa akitabasamu na machozi yalikuwa yanamtiririka usoni. Alijaa furaha na fahari. Lakini uso wa Sabrina ulipauka kwa hofu. Aliangalia familia ya Ezra waliokuwa wakipiga makofi na kupiga picha. Kisha akamwangalia tena Ezekieli ambaye alikuwa mchafu, anavuja damu na ameshikilia kamba.
Sabrina alifanya uamuzi ambao ungemtesa maisha yake yote. Alipopokea cheti chake na mpiga picha alipomwambia apige picha, alielekeza kidole kwa Ezekieli. Usalama, alipaza sauti. Kuna mtu wa ajabu anasumbua watu. Simjui ni nani, lakini anawafanya kila mtu ajisikie vibaya. Mlinzi wa usalama alionekana kuchanganyikiwa. Ezekieli hakuwa anasumbua mtu yeyote. Alikuwa amesimama pale akilia kwa furaha akimtazama binti yake. Lakini Sabrina aliendelea kumwonyesha. Tafadhali mtoe. Sijawahi kumwona kabla ya leo. Familia ya Ezra waliangalia kwa wasiwasi. Hili ni jambo la kusikitisha sana, mama wa Ezra alisema. Watu wengine hawana heshima kwa hafla muhimu kama hii. Ezekieli alisikia kila neno. Alisikia binti yake akimkana. Alisikia uongo aliokuwa anasema ili kulinda maisha yake mapya. Mlinzi alianza kutembea kumwelekea Ezekieli. Lakini jambo la kushangaza likatokea. Mkuu wa walinzi alisimama. Alikuwa amemtazama Ezekieli kwa mshangao. Subiri, mlinzi huyo alimwambia mwenzake. Ninamfahamu mtu huyu. Jina la mkuu wa walinzi wa usalama lilikuwa Sami. Alikuwa mwanaume mkubwa, mwenye nguvu, ambaye alikuwa akifanya kazi chuoni hapo kwa miaka 10. Lakini miaka 20 iliyopita, alikuwa kijana mwenye matatizo aliyekuwa karibu kufeli shule. Sami alitembea polepole kuelekea kwa Ezekieli. Ukumbi mzima wa mahafali ulikuwa ukimtazama sasa. Bwana Ezekieli Obina, Sami alisema kwa sauti ya chini. Ezekieli alimtazama mlinzi huyo. Uso ule ulimjia kama wa kumfahamu, lakini hakuweza kukumbuka alikuwa amemuona wapi. Je, tunafahamiana? Ezekieli akauliza. Macho ya Sami yalijaa machozi. Wewe ulikuwa mwalimu wangu katika shule ya sekondari ya Imara. Miaka 20 iliyopita nilikuwa karibu kuacha shule, lakini hukuacha nijitoe. Ulikaa baada ya masomo kila siku kunisaidia kusoma. Uliokoa maisha yangu. Ukumbi mzima ulikuwa kimya sasa. Kila mtu alikuwa akisikiliza. Ulisema elimu ni ufunguo wa kubadilisha maisha yangu, Sami aliendelea. Ulikuwa sahihi. Nilipohitimu, nilienda chuo cha jamii. Kisha nikapata kazi hii. Nikanunua nyumba. Nikaoa. Sasa nina watoto 2 wazuri. Na yote haya ni kwa sababu uliamini ndani yangu wakati hakuna mwingine aliyeona thamani yangu. Ezekieli alikumbuka sasa. Sami alikuwa mmoja wa wanafunzi wake wa kipekee. Licha ya kupambana darasani, Ezekieli aliona kitu cha kipekee ndani yake na alijitahidi sana kuhakikisha kijana huyo hakupotea. Sami, Ezekieli alisema kwa sauti ya upole. Angalia ulipo sasa. Najivunia sana kwako. Sami aligeuka kukabiliana na umati. Sauti yake ilikuwa wazi na thabiti. Mtu huyu ni mmoja wa walimu bora waliowahi kuishi. Alitumia pesa zake mwenyewe kununua vitabu kwa wanafunzi waliokuwa hawamudu. Aliacha mapumziko yake ya chakula kuwasaidia watoto waliokuwa wakifeli. Alibadilisha maisha ya mamia ya watu pamoja na yangu. Watu kwenye hadhira walianza kunong'onezana. Baadhi yao walimtambua Ezekieli. Alikuwa maarufu katika jamii yao kwa kuwa mwalimu mwenye kujitolea kwa moyo wote. Lakini Sami hakuwa amemaliza. Na yule msichana mchanga aliyemaliza tu kuhitimu, Sami alisema huku akimnyooshea kidole Sabrina, huyo ndiye aliyemkana baba yake mwenyewe mbele ya wote. Minong'ono ndani ya ukumbi iliongezeka. Ezra na familia yake walionekana kushangaa na kuchanganyikiwa. Haiwezekani, Ezra alisema akiinuka. Baba yake Sabrina alikufa miaka mingi iliyopita. Hapana, hakufa, Sami alisema kwa msimamo. Huyu hapa ni Ezekieli Obina na huyo ni binti yake, Sabrina. Amekuwa akiwaongopea nyote.
Sabrina alihisi dunia ikizunguka. Kila mtu alikuwa akimtazama. Ezra alionekana kuumia na kuhisi kusalitiwa. Wazazi wake walionekana kuchukizwa. Lakini watu zaidi katika ukumbi walianza kumtambua Ezekieli. Baadhi ya watu aliowahi kuwasaidia walinyanyuka na kutoa ushuhuda mzuri juu yake. Idadi iliongezeka: wanafunzi wa zamani, wazazi, majirani. Wote walikuwa na simulizi za jinsi Ezekieli alivyowasaidia wao au watoto wao. Ezra alikuwa akimtazama Sabrina kwa mshangao. Ulinidanganya kuhusu kila kitu, Ezra alisema. Ezra, naweza kuelezea, Sabrina alianza kusema. Lakini mama yake Ezra alikuwa tayari amesimama. Twende Ezra. Tunaondoka. Sitaki familia yetu ihusishwe na udanganyifu huu. Lakini mama, nampenda, Ezra alisema. Mapenzi, baba yake alifoka. Amedanganya kuhusu baba yake kuwa amekufa kwa miaka yote hii. Kama aliweza kusema uongo huo, ni nini kingine hajakuambia? Ezra aliangalia kati ya Sabrina na wazazi wake. Kisha akamtazama Ezekieli ambaye bado alikuwa amesimama pale na kamba yake, akivuja damu na akiwa amechoka kabisa. Ulikuwaje umkane baba yako mwenyewe? Ezra alimuuliza Sabrina. Muangalie. Ameumia. Anahitaji msaada. Na wewe ukaita walinzi wa usalama wamtoe. Sabrina alijaribu kuongea lakini hakuna neno lililotoka. Alikuwa amenaswa ndani ya uongo wake mwenyewe na hakuwa na njia ya kutoka. Familia ya Ezra walitoka ukumbini. Baada ya muda mfupi, Ezra aliwafuata. Ezra, subiri. Sabrina alipaza sauti. Lakini hakugeuka. Sasa kila mtu ukumbini alikuwa akimtazama Sabrina. Wengine walionekana na hasira. Wengine walimhurumia. Lakini wengi walionekana wamevunjika moyo. Mkuu wa chuo alichukua tena kipaza sauti. Labda tuchukue mapumziko mafupi ya sherehe, alisema kwa sauti ya wasiwasi. Lakini Ezekieli alisogea mbele. Alikuwa akijiegemeza kwa kamba yake, sauti yake ilikuwa dhaifu, lakini kila mtu aliweza kumsikia. Tafadhali, msisimamishe sherehe kwa sababu yangu, Ezekieli alisema. Vijana hawa wamefanya kazi kwa bidii kwa ajili ya siku hii. Wanastahili kusherehekea. Akamwangalia Sabrina moja kwa moja. Na binti yangu anastahili kuhitimu. Najivunia sana kwake hata kama yeye hanijivunii mimi. Kisha Ezekieli alisema jambo lililowashtua kila mtu ukumbini. Sabrina, kuna jambo unahitaji kujua. Jambo ambalo sikuwahi kukuambia. Ezekieli alikuwa amejiegemeza sana kwa kamba yake, lakini sauti yake ilizidi kuwa thabiti. Kila mtu ukumbini alikuwa makini kumsikiliza. Miaka 3 iliyopita nilipopata ajali, daktari alisema huenda nisingeamka kamwe. Nilikaa hospitalini kwa miezi mingi. Wakati huo ulikuwa unaanza mwaka wako wa mwisho chuoni. Sabrina alikuwa analia sasa, lakini alikuwa pia anasikiliza. Bili za hospitali zilikuwa kubwa sana. Hatukuwa na bima. Nilijua kama ungebeba mzigo huo, ungeacha shule. Usingehitimu kamwe. Ezekieli alisimama kwa nguvu ya mwisho. Sami, mlinzi, alimletea kiti, lakini Ezekieli alikataa. Alitaka kusimama kwa ajili ya hili. Hivyo nilifanya uamuzi. Nilichukua mkopo dhidi ya nyumba yetu. Ndicho kitu pekee tulichokuwa nacho. Nilichukua $50,000 kulipa hospitali na mwaka wako wa mwisho wa masomo. Watu ukumbini walipumua kwa mshangao. $50,000 ilikuwa fedha kubwa sana kwa familia kama yao. Lakini hiyo haikuwa yote, Ezekieli aliendelea. Mwezi uliopita niliposikia unahitimu kwa heshima ya juu, nilijawa na fahari. Nilitaka kukupa kitu maalum kwa ajili ya mahafali yako. Hivyo nilikopa zaidi dhidi ya nyumba.
Nilikununulia gari. Liko nje sasa hivi, Honda ya buluu na utepe mwekundu juu yake. Mikono ya Sabrina ilikuwa ikifunika uso wake. Alikuwa analia kwa kwikwi. Mkopo wa jumla sasa ni $75,000. Na kwa sababu siwezi tena kufanya kazi, siwezi kulipa marejesho. Mwezi ujao, benki itachukua nyumba yetu. Sitakuwa na pa kuishi. Ukumbi mzima ulikuwa kimya kabisa, isipokuwa sauti ya Sabrina aliyekuwa akilia. Lakini ilinifaa, Ezekieli alisema, sauti yake ikiwa imejaa upendo. Kwa sababu umehitimu. Kwa sababu umefanikiwa. Kwa sababu una nafasi ya maisha bora kuliko yale niliyowahi kuwa nayo. Ezekieli alianza kuketi chini, lakini kisha alikumbuka kitu kingine. Na jambo moja la mwisho. Kesho natakiwa kwenda kwa wakili kusaini nyaraka. Natoa nyumba yetu kwa shule ya jamii. Ili watoto wengine kama wewe wapate msaada wa kusoma chuo. Ezekieli hatimaye aliketi chini. Alikuwa amechoka na maumivu mwilini mwake yalikuwa yakizidi. Sabrina alikimbilia kwa baba yake, lakini alipokuwa akikimbia, ghafla Ezekieli akaanguka mbele. Sami alimshika kabla hajaanguka chini. Ipigeni simu kwa gari la wagonjwa. Sami alipaza sauti. Safari hiyo ilikuwa nzito mno kwa mwili wa Ezekieli. Kutambaa maili 15 kwa msaada wa kamba kulikuwa kumemchosha kupita kiasi. Moyo wake ulikuwa unashindwa kufanya kazi. Wahudumu wa afya walipofika na kumuweka kwenye machela, alinyosha mkono wake kumshika Sabrina. Nimekusamehe, alinong'ona. Nakupenda. Najivunia wewe. Usiruhusu kosa langu kuwa mzigo wako. Haya yakawa maneno ya mwisho kabisa ambayo Ezekieli alimwambia binti yake. Ezekieli alifariki dunia siku 3 baadaye hospitalini. Sabrina alikaa pembeni mwa kitanda chake muda wote huo, akimshika mkono na kumwambia mambo yote ambayo alipaswa kumwambia miaka mingi iliyopita. Mazishi yalikuwa makubwa sana. Mamia ya wanafunzi wa zamani wa Ezekieli walikuja kutoa heshima zao za mwisho. Sami alitoa hotuba kuhusu jinsi Ezekieli alivyobadilisha maisha yake. Maria, James na Stella wote walishiriki hadithi zao kuhusu wema wa Ezekieli. Lakini Sabrina alikaa peke yake kwenye safu ya mbele. Ezra hakufika. Familia yake walihakikisha uchumba wao umekatishwa mara moja. Habari kuhusu uongo wa Sabrina zilisambaa haraka kwenye jamii yao. Hakuna aliyekuwa tayari kuhusiana naye tena. Na hata zaidi, habari hiyo iliandikwa kwenye gazeti. Binti amkana baba mlemavu katika mahafali ilikuwa kichwa cha habari. Picha ya Sabrina ilikuwa ukurasa wa mbele. Kila mtu jijini alijua alichokifanya. Sabrina alipojaribu kuanza kazi kama mshauri wa biashara, hakuna kampuni iliyokuwa tayari kumwajiri. Wote walijua hadithi yake. Hawakuweza kumwamini mtu aliyemdanganya kuhusu familia yake mwenyewe. Sabrina alipoteza kila kitu: mchumba wake, matarajio ya kazi, heshima na hata nyumba. Ilibidi ahamie kwenye chumba kidogo na kupata kazi ya kutumikia wateja katika mgahawa mdogo. Lakini hasara kubwa zaidi ilikuwa baba yake. Alikuwa ametupa mbali uhusiano wake na mtu aliyempenda zaidi duniani. Na sasa alikuwa amepotea milele. Miaka 5 baada ya kifo cha Ezekieli, Sabrina alikuwa akifanya kazi mpya. Alikuwa mwalimu katika shule ya jamii ya Imara, shule ile ile iliyorithi nyumba ya Ezekieli. Mkuu wa shule alimwajiri kwa sababu alikuwa mwombaji pekee aliyekubali mshahara mdogo. Shule hiyo haikuwa na uwezo wa kulipa vizuri, na walimu wengi walikataa kufanya kazi katika eneo hilo la maskini. Lakini Sabrina hakujali tena kuhusu pesa. Alikuwa amejifunza kuwa kuna mambo muhimu zaidi maishani. Kila asubuhi, Sabrina aliwasili shuleni mapema. Aliandaa darasa lake na maandalizi ya masomo kwa wanafunzi wa darasa la 3.
Wengi wa wanafunzi wake walitoka katika familia kama yake, familia zinazopambana kulipa bili na kupata chakula. Sabrina alihakikisha kila mtoto darasani kwake anakuwa na vifaa vya shule, hata kama ilibidi avinunue kwa pesa zake mwenyewe. Alibaki baada ya muda wa shule kuwasaidia wanafunzi waliokuwa nyuma kimasomo. Alitembelea familia ambazo haziwezi kuhudhuria mikutano ya wazazi na walimu. Juu ya dawati lake kulikuwa na picha ya Ezekieli. Pembeni yake kulikuwa na nukuu aliyochapisha. Elimu ni ufunguo wa kubadilisha maisha yako. Kila siku Sabrina aliitazama picha hiyo na kukumbuka mafundisho ya baba yake, siyo yale aliyomwambia kwa maneno, bali yale aliyomfundisha kwa matendo. Ezekieli alimfundisha kuwa familia ni muhimu zaidi kuliko pesa. Alimfundisha kuwa kusaidia wengine ni muhimu zaidi kuliko kujisaidia mwenyewe. Alimfundisha kuwa upendo unamaanisha kujitoa muhanga. Ilichukua miaka 5 kwa Sabrina kuelewa mafundisho hayo. Lakini kufikia wakati huo, ilikuwa kuchelewa sana kumwambia baba yake kuwa alikumbuka. Lakini haikuwa kuchelewa kuishi kulingana nayo. Usiku mmoja, Sabrina alitembea kurudi nyumbani kutoka shuleni kupitia mitaa ile ile ambayo baba yake alitambaa miaka 5 iliyopita. Alisimama kwenye sehemu ambayo baba yake alimsaidia Maria kununua dawa kwa ajili ya mjukuu wake. Alisimama mahali alipompa James koti lake. Alisimama mahali alipompa Stella pesa kwa ajili ya mgahawa wake. Kwenye kila kituo, Sabrina alisali sala fupi ya shukrani kwa mfano wa baba yake. Alipofika nyumbani kwenye chumba chake kidogo, aliketi kwenye meza ya jikoni na akaandika kwenye shajara yake, kitu ambacho amekuwa akifanya kila usiku tangu mazishi ya Ezekieli. Mpendwa baba, aliandika. Leo nimewasaidia wanafunzi 3 kusoma, nikawanunulia chakula watoto 2 waliokuwa hawana pesa, na nikampeleka mtoto mgonjwa kwa bibi yake. Najua haya hayawezi kufidia jinsi nilivyokutenda, lakini ninajaribu kuishi kama ulivyotufundisha. Ninajaribu kuwa binti uliyestahili. Nakupenda na ninakukosa, na samahani kwa kuchukua muda mrefu kuelewa kile kilicho cha kweli. Binti yako, Sabrina. Nje ya dirisha lake, mvua ilianza kunyesha. Lakini ndani ya chumba chake kidogo, Sabrina alihisi kitu ambacho hakuwa amehisi kwa miaka. Alihisi amani. Kwa sababu alikuwa hatimaye amejifunza somo la thamani zaidi ambalo baba yake alikuwa akijaribu kumfundisha. Upendo hauhusu kile tunachoweza kupata kutoka kwa wengine. Upendo ni kuhusu kile tunachoweza kuwapa. Na kila siku, katika darasa lake dogo katika shule ya jamii ya Imara, Sabrina alikuwa akitoa zawadi ile ile ambayo baba yake aliwahi kuwapa mamia ya wanafunzi. Alikuwa akiwapa tumaini. Alikuwa akiwapa nafasi. Alikuwa akiwapa upendo. Na kwa kufanya hivyo, hatimaye alikuwa anamfanya baba yake awe na fahari naye. Wakati mwingine, masomo yenye nguvu zaidi huja baada ya kupoteza vitu vya thamani sana. Wakati mwingine, tunahitaji kupoteza kila kitu ili kugundua kile ambacho kina maana ya kweli. Na wakati mwingine, njia bora zaidi ya kuwakumbuka waliotutangulia ni kuishi kama walivyotufundisha, kwa upendo, kujitolea na tumaini kwa kesho. Hadithi ya Sabrina na Ezekieli ni zaidi ya simulizi ya maumivu na majuto, ni fundisho la thamani juu ya upendo wa kweli, thamani ya familia na nguvu ya kujitolea. Ni ukumbusho kwamba mtu anaweza kufikia kilele cha mafanikio duniani, lakini bila moyo wa shukrani na heshima kwa wale waliomsaidia kufika hapo, mafanikio hayo hubaki kuwa tupu. Sabrina alijifunza kwa gharama kubwa kwamba fedha, sifa na hadhi ya kijamii haviwezi kuchukua nafasi ya baba, wala kufuta matendo ya upendo aliyofanya kwa ajili yake. Ezekieli, kwa upande wake, alionyesha upendo wa baba wa kipekee. Alijitoa mhanga, akavumilia maumivu, akapoteza kila kitu alichokuwa nacho, yote kwa ajili ya ndoto za binti yake. Huo ni upendo wa kweli, aina ya upendo ambao huonyesha sura ya Mungu kwa wanadamu.
Kwa maana kama vile Mungu alivyojitoa kwa ajili yetu, hata tulipomkana, vivyo hivyo wazazi hutoa bila kudai malipo. Na tunapojifunza kupenda, kusamehe na kujitoa kama Ezekieli, ndipo tunaanza kuishi maisha yenye maana. Funzo kuu hapa ni moja: mafanikio ya kweli hayapimwi kwa kiwango cha fedha, bali kwa kiwango cha upendo uliotolewa. Usisahau wale waliokusaidia ulipokuwa chini. Usijifiche kwa sababu ya hali za maisha yao. Badala yake, waonyeshe kwa dunia kwamba Mungu hufanya kazi kupitia maisha ya watu wa kawaida kama Ezekieli. Na hata pale tunapokosea kama Sabrina, bado kuna nafasi ya kurudi, kujifunza na kuanza tena kwa neema ya Mungu. Upendo huvumilia, hufadhili, hauhusudu, haujivuni, haukosi kuwa na adabu. Haujitafutii mambo yake mwenyewe, huvumilia yote. 1 Korintho 13 mstari wa 4 hadi 7. Kama Ezekieli alivyopenda bila masharti, hivyo ndivyo Mungu anatupenda. Ikiwa hadithi hii imekugusa moyo, tafadhali penda video hii. Tuandikie maoni yako, ni lipi funzo kubwa ulilochukua? Na jisajili kwenye chaneli yetu kwa simulizi nyingine za kugusa moyo, kuhamasisha na kujenga imani. Shiriki hadithi hii kwa familia yako, marafiki zako, na mtu yeyote anayehitaji kumbusho kuwa bado kuna tumaini, kuna upendo na Mungu yupo. Mpaka hadithi nyingine, asante kwa kutazama na Mungu akubariki.